na aya za Qur'an zisomwe haraka haraka bila ya kuzingatiwa na kufahamika kile kilichoko ndani yake, sababu ukisoma haraka ni vigumu sana kwa akili yako kutulia katika kufahamu kile unachokisoma. Usiharakishe katika kuisoma Qur'an ili uizingatie Qur'an, na ili kosa lafanyika sana katika mwezi wa Ramadhan, tena katika swala ya qiyamul layl, tarawih. Utaona haja ya mtu ni kuwa amalize, wala sio haja yake kuwa apate faida kubwa inayopatikana katika ile Qur'ani anayoisoma. Hata sijui kuna raha gani katika swala ambayo mtu usoma haraka haraka. Mimi siku moja niliswali msikiti kitambo tarawih, nitawaambia vile alivyokuwa akisoma ile imamu, nakumbuka vizuri sana. Alhamdulillah rabbil alamin arrahim maliki yawmiddin kana hamdu kana sana sallallahu alaihi wasallam amin. Pumzi moja. يا الذين آمنوا أنتم بدين أجل مسمى فاكتبوه وليكتب لكم كتبه واتقوا الله ويعلمكم الله أكبر. hivi ayatu daina miangusha hapo mpaka mmeshangaa, kisha chini, kisha Allahu akbar, uyosha rukuu. Jamaa rukuu haraka haraka, bas amaliza tuende zake. Husikii asoma nini amesoma mwanzo mpaka mwisho. Sasa faida yake ni nini? Afadhali basi mtu asome kiwango kidogo huku yuazingatia, kuliko kusoma kiwango kingi hakuna tadabbur, wala mtu hapati faida ile Qur'an kuisoma. Sasa faida kubwa inayopatikana katika Qur'an katika tadabbur, kuzingatia yale maneno yanayosoma pale, bali ni katika malengo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake ameiteremsha Qur'an. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Mtu akae chini aisome taratibu, aizingatie ile Qur'an, aelewe kila anachokisoma, ajaribu kuleta karibu maana yake ili mnufaishe. Ama kwenda mbio katika kusoma Qur'an ili mradi mtu amalize, basi hapa pana khalal kubwa sana.